njema. Niko vizuri, niko njema. Mabingwa wa msimu wa 2025 26. Sawa. Mabingwa 2025 26. Ali Shabani Kamwe aungana na Azam mara baada ya mchezo jana kuisha, amesema ya kwamba wataungana na Azam FC kuhakikisha mnyama Simba apate kombe kwenye mechi ya fainali. Mara baada ya jana mechi kuisha, natumai kauli kama ulisikia. Kwani kwenye muungano ilikuwa Yanga alimtoa nani? Alimtoa Azam. Hapo Azam akasema ataungana nani? Na Yanga ili waje walichukua kombe. Waliweza? Ndiko baba. Yanga mwenyewe kashacheza mechi 3 mfululizo na Simba. Ameweza? Sasa ataungana naye vipi? Atatoa baadhi ya wachezaji awapeleke Azam au vipi? Sijajua, ila wamesema wataungana na Azam. Kwanza hivi unafahamu mpaka sasa hivi anayeongoza ligi ni Simba. Na huku nielewa nilivyokuambia kwamba Simba msimu tukishinda mechi zetu zote ni bingwa. Kwani anayeongoza ligi sasa hivi kihaki ni nani? Alitakiwa aongoze nani? Yule Leisman namba 1 alifungiwa kwa sababu gani ile mechi ya Zanzibar? Mimi ili unielewa natakuwa uwe na akili nyingi. Yule Leisman alifungiwa kwa sababu gani? Ina maana ni goli halali, si ndio? Kwa hiyo tafsiri yake mechi imeisha 1-0, si ndio? Pointi 3 ni za Simba. Toa 2 zile alizochukua, moja aliyochukua Yanga. Zitabaki ngapi? Ongeza 2 kwa Simba ziwe 3, alafu kwa Yanga punguza 2. Yanga nani anaongoza ligi mpaka sasa? Yanga anaongoza ligi. Ndio maana nikakwambia Simba akishinda mechi zake zote, Simba manake bingwa kwa pointi hizi. Ndio maana nikakwambia Simba asipokuwa bingwa msimu huu, mimi naacha kuongea na mimi. Sawa, tutafika hapo kuzungumzia ubingwa wa mnyama Simba. Kauli ya Ali Shabani Kamwe kusema kwamba wataungana, na ile kauli alitoa tu mara baada ya mechi jana kumalizika, mechi ambayo watu wengi walizungumza kwamba ilikuwa na mambo mengi na makubaliano, sijui mechi imeisha nje ya uwanja, na Ali akatoka akasema hii imeisha, tutaungana na Azam sasa kwenye fainali. Kauli ya Kamwe inaweza ikaleta pia uhalisia kwenye mechi ya jana ya Yanga na Azam. Hiyo iko wazi kabisa, hiyo iko wazi. Unajua Ali Kamwe afichi kitu. Sawa, afichi kitu. Umeelewa bwana? Unajua unapokuwa na sifa ya mtoto wa kiume unatakiwa uwe na friji. Umeelewa? Sasa friji ya Ali Kamwe yana huwa mara nyingi vitu vingi analopoka. Kama hii ameshalopoka tayari watu washajua kwamba Azam na Yanga walikuwa na nini. Sio, umeelewa? Na hii ilianzia tangu kwenye nusu finali. Sawa, waliokutana. Yaani imeonekana kabisa kwamba Yanga ashinde nani, Azam ashinde FA, afu Yanga aje ashinde mechi nini, mechi ya ligi. Sisi tukawa tunazungumza, watu wakawa wanabisha mbona mwishowe yeye mwenyewe anapasuka, yani kama mchawi vile. Unajua mchawi akichaua sana huwa mara nyingi akikamatwa anaozoromoka. Sisi Wazalamu tunasema. Kwa hiyo Ali anaozoromoka. Lakini sisi hatuangalia, sisi tunachoangalia ni kutengeneza timu yetu. Sawa bwana, tuwe na timu bora ili kimataifa twende tukafanye vizuri. Kwa sababu hawa watu wawili hawana wanachokifanya kwenye kimataifa. Wapo. Kwa hiyo sisi ndio mababa wa nini wa mpira. Na ndio maana Simba siku zote, wewe jiulize, ndani ya hii miaka 8, 4 aliochukua Simba, 4 aliochukua Yanga. Hebu angalia Simba amecheza robo finali ngapi? Afu Yanga amecheza robo finali ngapi za klabu bingwa? Ndio utajua kwamba kuna umuhimu gani wa kucheza uhalisia kwenye ligi. Simba wakati anachukua misimu 4 amecheza robo finali 3. Sio, umeelewa? 2 za klabu bingwa, moja ya shirikisho, moja ndio alidondoshwa na Udisongo. Sio, umeelewa? Yanga misimu yake 4 aliyochukua kacheza robo finali ambalo tola na Mamelodi Sundowns, ambapo Simba naye alicheza tena robo finali. Ndani ya misimu 4 ya Yanga aliyochukua, Simba wakati anachukua misimu 4 kacheza robo finali 2 za klabu bingwa, moja ya shirikisho. Yanga hata makundi kashindwa kuingia. Sio, umeelewa? Misimu 4 iliyofuata aliyochukua Yanga kacheza robo finali moja. Lakini Simba ndani ya hiyo misimu 4 ya Yanga, Simba amecheza robo finali tena zingine 2 na finali moja ya kombe la shirikisho. Sio, umeelewa? Kwa hiyo inaonyesha kabisa Simba ana ubora kimataifa. Kwa nini anakuwa na ubora? Kwa sababu anacheza uhalisia wa mpira. Kwa hiyo wanakuwa wanajua jinsi gani ya kucheza mashindano ya kimataifa, kwa sababu wanajua timu yetu ina ubovu wapi pazuri, wapi pabovu, wapi turekebishe wapi, kwa sababu wanakaa kwenye uhalisia wa mpira. Umeelewa? Wazungu wanakuambia charity start at home. Amani huwa inaanzia nyumbani. Kama nyumbani hakuna amani, huwezi ukaipata amani nje.
Sasa Yanga huwa mara nyingi hapa ubingwa anauchukua kimagumashi Yanga. Umeelewa eh? Kwa hiyo akitoka nje anaenda anachemka. Na ndio maana mwenyewe umeona msimu wangapi wanashindwa kuingia robo finali. Ni kweli kama unavyozungumza Yanga ubingwa wake wa magumashi. Pengine Azam FC mlitegemea ndio timu ambayo zile mechi tatu zilizosalia ili amdondoshe Yanga ili nyo kwenye muwe mahala pale. Achana na kutegemea. Kwanza Simba mpaka sasa hivi alitakiwa awe bingwa tayari. Umeelewa? Mpaka hivi sasa. Kwa sababu ile mechi ya nani ya Zanzibar. Ina maana ile mechi Simba ameshinda. Umeelewa? Kama ameshinda tafsiri yake Yanga pale ananyang'anywa ile pointi moja, 2 zinaongezwa kwa Simba. Simba angepata 3 na maana Simba yeye ndo alitakiwa awe juu kwa pointi hizi. Kwa hiyo Simba akishinda michezo yake yote, maana yake sisi tunahesabu Simba ni bingwa. Ila kigoma sasa Yanga ndo anachukua nini? Anachukua ile ubingwa. Na Yanga sio mara ya kwanza kufanya hivi. Simba alishakuwa bingwa, Yanga akaja, Jamali Malizi akaja, akamnyang'anya Simba pointi 3 za Kagera. Yanga akawa bingwa kwa goli moja. Kwa hiyo si atushangai. Lakini je, ukishachukua ubingwa unaenda kufanya nini huko unakokwenda? Inaonekana kama mmeshalizika tayari kwamba apewe tu. Yaani ni hivi, nielewe ninachozungumza. Ligi haijaisha. Sawa bado mechi hizi? Ndio. Lakini kiuhalisia mpaka sasa hivi aliyetakiwa aongoze ligi ni Simba. Swali langu ni kwamba JB, pengine mlimtegemea Azam FC kumkamia Young Africans ili angalau mechi ishe sana. Hivi unaweza ukamtegemea nyani kumhukumu ngedere? Ni vitu very tofauti. Yanga na Azam unajua wana mkataba gani? Kwa mauzuri. Azam Media si wameingia mkataba na Yanga wa miaka 10 wa mauzuri. Sasa wewe unapofikiria huyu anaweza akamzuru Yanga? Kwa sababu hiyo tu? Hawezi. Kama kumbukumbu yako iko vizuri. Msimu wa mwisho Yanga anafungwa goli moja bila na Dube. Yanga anatoka kufungwa na Coast. 2-1. Anaenda kudraw na Polisi. Anakuja, tunaenda Mapinduzi. Tulipotoka Mapinduzi, kocha akafukuzwa. Yanga akaja kucheza na nani? Na Azam. Dube, goli la Dube mita 40 ile kama unakumbuka vizuri. Uwanja Taifa pa. Yanga akafunga goli. Msimu uliofuata ndio ikawa mwisho, Coast akaingia mkataba na GSM. Na Mungu ambaye alikuwa anaisumbua Yanga akaingia mkataba na GSM. Azam alikuwa anaisumbua Yanga ndio akaingia mkataba wa mauzuri wa miaka 10. Kwa hiyo hilo nao pia uende. Kuanzia hapo sasa Yanga na Azam upinzani ukawa umeisha. Wanapanga sasa, leo anamfunga huyu, leo anamfunga huyu. Kesho anamfunga huyu, kesho anamfunga huyu. Kwa vitu vya kawaida. Sisi tumeshazoea. Sisi tutakuwa kwenye uhalisia wali tuchukue ubingwa, tuchukue, lakini tunachokiangalia timu yetu ikae kwenye uhalisia. Na hatuhitaji makando kwenye timu yetu. Haiwezekani umemsajili Haura, unamlipa mabilioni ya fedha. Umemsajili Ribe Segwe, unamlipa mamilioni ya fedha. Una Chama, una Kibabage, una Mpanzu, hapo unaenda eti unacheza Mtibwa. Unaenda unawaonga hela. Sawa mpira. Kwa hiyo pengine JB, kwa hivi sasa mechi alizobakisha Young Africans unaona ni ngumu ya kudondosha pengine. Nakwambiaje, adondosha sidondosha. Wewe unategemea kwamba Dodoma Jiji anaenda kumfunga? Ni ngumu. Yaani hiyo ndio maana ya neno halisi ya ligi. Timu yoyote ikikaa kwenye uhalisia wa mpira kama makando hamna, Yanga anapoteza. Isipokuwa sasa mipango imekuwa mingi. Ambapo Simba hii mipango hatuitaki. Sisi tunataka tutengeneze timu yenye uhalisia wa mpira ili twende tukasumbue Afrika. Umeelewa? Kwa sababu haya makando ndio wanaopelekea watu wanashindwa kutafuta goli moja tu na msiaja. Mpaka leo hii Yanga ameshindwa kuzifunga timu za poti namba 1. Huu mwaka wa 8 sasa hivi. Yanga anashindwa kuzifunga timu za poti namba 1. Yaani nafasi ya kwanza kwenye rank ya CAF, ya pili, ya tatu mpaka ya 4. Yanga hawezi kuwafunga hawa. Mwaka gani Yanga amewafunga mara mwisho? Ndio, nilijua kwamba tunaongea uhalisia kuhusiana na mshabiki mmoja wa Azam Mwenezi. Mara baada ya mchezo kuisha alitoa kauli na kusema wachezaji wa Azam wachunguzwe. Ndicho hicho ambacho nazungumza. Ulisikia kwa achana na Mwenezi, mashabiki wa Azam wote kabla ya mechi walizungumza kwamba hii mechi tushasikia kuna mipango 1 2 3 walizungumza. Mashabiki hao wa Azam. Majogoo wa Azam walizungumza kabisa kwenye media.
Umeelewa? Kwamba hii mechi tunasikia kuna mipango 1 2 3. Wenyewe walikuwa wanajua, mashabiki walikuwa wanafahamu. Sasa mimi kinachonishangaza huyu Balesa yeye ndio mwenye nini? Yeye sio mwenye ligi. Si ndio kaisabili ligi? Kwenye mkataba wa mauzuri. Lakini yeye ndio anakuja anaibomoa tena ligi. Mashabiki wake wenyewe wanazungumza. Hii mipango yote inayofanyika. Sasa unatengeneza nini? Ina maana alipaswa hata hii Azam isiwepo ndani ya ligi kama ndio hivyo. Hii Azam FC. Mpaka mkataba wake ukwisha. Kama anahitaji kudhamini ligi kwenye mkataba wa mauzuri, basi timu yake aitoe kwanza au aiuze. Kwa sababu sasa hivi anachopelekea maana tutamkataa. Ndipo tunapoelekea. Sasa kama wewe ndio mwenye ligi, umetudhamini wote, alafu wewe unampendelea mtu mmoja, mechi kama ile mnaachiana. Iko kitu ambacho kitapelekea nini? Na sio mimi ninayezungumza, mashabiki wake waza wanaumia. Kina Mwenyezi kina Majogo wanaumia, wanaipenda timu ambayo haina mafanikio. Timu ambayo haina challenge ya kupambania ubingwa. Umeelewa? Kwa hiyo sio mimi, ni mashabiki wa Azam wenyewe. Lakini wataondoka na kombe msimu huu. Sio bado watamaliza msimu mzima Julai 4 kwenye finali. Pengine watakuwa na matamanio makubwa sana. Wampongeza ni Simba kubeba. Steve Barker afungua finali. Hajawahi kucheza finali ya msimu. Azam nao na matumaini makubwa angalau kwenye Steve Barker hajawahi kufungwa finali. Sasa kama kashindwa Yanga. Kama kashindwa Yanga ataweza yeye. Yanga sikampiga 3 Azam. Kama Yanga ameshindwa finali kombe la Muungano. Kashindwa mechi ya ligi mpaka refa akaingilia kati kwenye ule ugomvi. Ataweza Azam. Yaani unalibesa, unampanzu kakasirika, unachama. Kashaka nywele zimemsimama. Una Suleiman Mwalimu amekasirika. Haura! Mbona goli la jana la Cristiano Ronaldo lile amekasirika. Hivi Azam anaweza kati ya mguu bali. Hii Simba nyingine. Azam alipata sare na Simba. Aliwafunga Simba ile Mungu. Sio Simba hii. Bana, hivi ulikuwa na matumaini, pengine mashabiki wa Simba walikuwa na matumaini na Azam. Na wametangaza kwamba wanaungana dhidi ya Yanga. Katika stage yako wewe, unawaambia nini Azam Sports? Wale hata waungane wote. Yaani hata waungane wote. Waliungana kimataifa nao walishindwa. Simba alikuwa peke yake, sisi tukaenda finali. Wao wote walishinda njiani. Azam akaenda kutolewa Rwanda mechi ya kwanza. Singida na Chali. Yanga naye kashindwa kutafuta goli moja na MCI. Umeelewa? Sasa hata waungane. Hawawezi Simba. Hata waungane. Yaani sio waungane kwa maneno. Wamchukua yule nani? Mwenda. Wakae na yao kwasi kumzuia lile Sebwe. Wawili. Yaani wao wacheze 22. Makipa wakae wawili. Umeelewa? Namba 3 kwa akae Chabalala, Zimbwe, wamweke na Pasco Msindo. Hiyo mechi hivi. Hapa katikati wake wa Fantasy Mendoza. Umeelewa? Akae Baka. Umeelewa? Akae na nani